Bwana Yesu asifiwe. Penzi mtazamaji wangu, kwa majina yangu naitwa Evangelist Mkwele Martin. Niko mbele yako usiku huu wa leo. Ina jambo nahitaji kuzungumza na wewe unanitazama wakati huu. Yamkini uko hapo, una ndoto za kufika mbali. Una ndoto na biashara zako ili zifike mbali. Una ndoto na huduma yako ili ifike mbali. Una ndoto na watoto wako ili wafike mbali. Lakini kuna mambo yamekukatisha tamaa. Kuna mambo yamekuvunja moyo kiasi ambacho imefika mahali hautamani tena kuendelea na ndoto ulizobeba. Imefika mahali utamani tena kuendelea na kanisa hilo. Imefika mahali umekata tamaa, utamani tena kuendelea na ndoto hiyo ya biashara ama ndoto hiyo ulionayo. Usiku wa leo nina jambo nataka kuzungumza na wewe ya kwamba changamoto zako za leo ni fursa bora kwako kwa ajili ya kesho yako. Changamoto zako za leo ni fursa bora kwa ajili ya kesho yako. Siku moja Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Luka sura ya 18 na ule mstari wa kwanza. Akamwambia, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Unaweza ukaona kwamba Bwana Yesu anawakataza wanafunzi wake wasikate tamaa. Hii inaonyesha ya kwamba kukata tamaa sio mpango wa Mungu. Kukata tamaa sio mapenzi ya Mungu kwako wewe ukate tamaa. Zinapokuja changamoto kwenye biashara yako, ama zinapokuja changamoto kwenye ndoa yako, unapokutana na changamoto kwenye utafutaji, unapokutana na changamoto kwenye huduma, haziji hizo ili zikuvunje moyo. Haziji hizo ili kuzima ndoto ulizobeba. Zinakuja hizo changamoto kama fursa kwako. Kwa hiyo unapaswa kuzitumia fursa hizo. Unapaswa kutumia changamoto hiyo kama fursa ili kuifanya kesho yako ije kuwa bora zaidi. Kama hujaelewa, hebu ngoja nikwambie kitu kimoja. Unapopita kwenye changamoto, usione kwamba unateswa wewe tu. Usione kwamba unaumizwa. Usione kwamba unatafutwa ili uwawe. Hapana. Changamoto hizo unazokumbana nazo kwenye utafutaji wako, kwenye huduma yako, kwenye hiyo biashara, kwa hao watoto ulionao, hizo changamoto zinapokuja kwako, zinakuja kukupatia experience ya maisha. Changamoto hizo zinakuja ili zikupatie uzoefu wa maisha. Kuna mambo hauyafahamu na utayafahamu kupitia hizo changamoto. Kuna watu hautawafahamu, lakini kupitia changamoto hizo utawafahamu vizuri ni akina nani. Kuna vita utakumbana nayo, lakini inakuja hiyo kwa ajili ya kukupa wewe experience ya maisha. Kwa usiogope changamoto, usiogope kuyumba, usiogope kufilisika. Inapotokea hali umefilisika, anza tena upya, kwa sababu hiyo hali imekuja ili kupatie experience ya maisha. Ndoa inapokuwa inakusumbua, imekuja hiyo hali kwenye ndoa yako ili kukupatia experience ya ndoa. Unapoona changamoto kwenye huduma, zinakuja hizo changamoto ili kukupatia experience, yani uzoefu. Jambo la pili, changamoto zinapokuja kwako, zinakuja ili kukufunza kujua thamani ya kile utakachokipata siku zijazo. Huwezi kujua thamani ya kile utakachokuja kukipata kwenye kesho yako na ukakitunza vizuri kama leo hujapita kwenye changamoto. Mazingira magumu unayokutana nayo leo yanakupa kujifunza ili kujua thamani ya kile utakachokipata kesho na kukitunza. Huwezi kutunza vizuri kitu ambacho haujakigharamia. Na ndio maana zinakuja hizo changamoto ili zikufundishe kujua thamani ya baraka utakayoipata kesho. Jambo la tatu, changamoto zinakuja ili kukutengenezea msingi imara utakao kusaidia
kuisimamisha kesho yako iliyo bora. Unatamani kesho uwe vizuri. Unatamani kesho uwe mtu fulani au namna fulani. Kesho hiyo haiwezi ikaja hivi hivi tu. Lazima leo utengenezwe. Lazima leo uandaliwe. Lazima leo upikwe kwenye mapito magumu, kwenye changamoto ngumu, ili kusudi utakapokuja kusimama kwenye kesho yako, dunia itikisike, dunia ifahamu, dunia ikujue, dunia itambue kwamba kuna mtu mahali fulani, kwamba kuna mtu kutoka mahali fulani. Kwa usiogope changamoto wala usikate tamaa. Changamoto zinapokuja zinakutengenezea msuli wa kutafuta uso wa Mungu zaidi. Huwezi ukapata spidi, ukapata kasi, ukapata nguvu ya kutafuta uso wa Mungu vizuri kama haujapita kwenye mambo magumu yanayomhitaji Mungu ahusike. Ukiona watu wanaomba sana, ujue kuna mambo wanapitia magumu. Wameona binadamu hawezi kuwasaidia, zaidi msaada wao ni Mungu. Na ndio maana Mungu ameruhusu hayo magumu yakukute, ili utafute uso wake vizuri, ili akunoe vizuri, ili akutengeneze vizuri, kesho uje kuwa bora zaidi. Changamoto zinakuja ili ujione ni wapi unahitaji kujirekebisha ili kesho uwe bora zaidi. Huwezi kujua udhaifu wako uko wapi endapo kama haujapita kwenye changamoto. Kwa Mungu anaziruhusu hizo zikujie changamoto ili ujitathmini, nilikosea wapi? Wapi siko sawa sawa mpaka biashara yangu ikafilisika? Wapi sijafanya vizuri mpaka huduma yangu ikawa imerudi nyuma? Wapi sijakaa vizuri? Kwa hiyo zinakuja ili zikupe kujitathmini ni wapi unahitaji ujirekebishe ili kesho yako ije kuwa bora. Kwa usiogope wala usikate tamaa wala usitamani kufa, usitamani kuacha unapokuwa unapita kwenye changamoto. Mungu akubariki sana. Ikiwa una jambo lolote unahitaji maombi, ushauri, unaweza kunitafuta kwa namba 0788 17 12 38. Na Mungu akubariki sana. Amen.